Sasa umeshaiona lakini. Nimeiona, nasema nini mamzuri umezungua. Sasa nitumia jela nusu. Kwenye nilikuwa na 50 tu. Nimepita hapo nimeenda saluni nimesuka. Nyingine nimekutumia wewe. Sasa nitumiaje dusko? Mimi ngombe nizingatie, ni maana yake nizingatie. Maana yake mimi sielewi bila nizingatie. Mamzuri vipi mpenzi? Tia uchawi tu mshikaji wangu. Ndo nini sasa? Sasa lenyewe dusko ndo nini? Kama dusko hapo rafiki yangu ndo nini? Sasa mpenzi wangu. Vipi kwanza maisha yako? Kwa kidengeni poe wana au sio maisha yake baba, si ndio? Mimi simu imepotea. Umepoteza? Ndio. Sasa simu unaibiwa vipi? Mimi hata sielewi. Uelewi? Leo unapoteza simu uelewi. Wewe simu baada ya glasi rahisi nini mpenzi? Wewe vipi mamzuri rafiki yangu? Sasa tuna maduka, hatuna vitambi. Unajua, ni sasa tuna vitambi hatuna maduka. Hizo fezea sana nisikilize bwana, au sio? Mimi nitakufosia unajua, mazingira mbaya. Sio mchongo mdogo tu unajua. Sasa mimi sitaki kusikia. Sio simu nimependeza wewe. Kilinde. Sawa. Macho au vipi? Vipi kwanza kusomboi, vipi astendea au sio? Wala ndinya au vipi? Ndinya madusko yenyewe anatoa kwenu kama hivi watu wapidusko hivi na ndinya wewe mshikaji wangu sifezea hizi au? Ndio hapo ndio kituo cha polisi. Hapo ni kama wapi? Kituo cha polisi yani. Yaani napondenya mimi hawezi kutendea ndinya rafiki yangu. Kama bembea anafunzi shuleni rafiki yangu chekechea kila mtoto anabembea yani au si? So hivyo bwana wewe utamu unapondenya mimi natakiwa watu wengine ndinye. Haika kituo cha polisi tunajua kama wakala. Kia hela mzigo hapati. Wewe vipi mama? Ishike sikombiso. Wewe nakwambia kila siku kwa sikombiso. Mpenzi wangu. Sasa mimi sikupingi unajua tatizo lako moyo. Sikupingi tu kimoja hapo. Ona stendia. Sema na stendia madusko yako madogo. Hizo fezea mpenzi wangu bwana. Nakupenda kweli sana ndo nazungua. Osi Nyausi ni chungu. Alichokifanya Kipengele. Hivi Kipengele kweli mimi ni kumwambia shida zangu kweli ipo tayari ipo radhi kumpa hela mwanamke? Kweli Kuda? Kipengele tumempigia kampeni. Kipengele tumemsaidia kutafuta kula. Leo hii anamhonga mwanamke mbele yangu. Sijaamini ndugu yangu. Sijaamini. Namueleza shida zangu mimi. Mwanamke anajitokeza nampa hela mbele ya macho ni mwangu mimi namshuhudia. Kipengele nilifanya mimi namna hiyo kweli? Kwa hiyo Kipengele amekunyima pesa, si ndio? Kaninyima pesa ndio. Kiukweli mashtaka ya Kipengele mimi yamenichosha sana. Yapo ambayo sijawahi kuyaona na yapo ambayo nimeyashuhudia mimi kwa macho yangu. Kipengele ni mtu fulani hivi mwenye tabia za panya. Panya na kawaida ya kung'ata kisha anapuliza. Huyo ndo Kipengele. Kwa hiyo mimi nadhani kwako wewe haikuwa jambo la kushangaa sana baada ya kunyima pesa na Kipengele. Labda uwe humjui. Ila siamini kama kweli wewe hujui tabia za Kipengele. Ila anyway, lengo la wewe kuniita mimi hapa, ulikuwa unataka kunipa taarifa hizi za kunyima pesa au una agenda nyingine? Ndio, kuna lingine. Nina shida. Na kitu kimoja unisaidie ndugu yangu, Kudra. Ndio. Nahitaji umfuate Kipengele. Kipengele si ndugu yako? Wewe unamweza Kipengele? Hata kukatalia kwa jambo ambalo lolote lile ambalo utalomwomba. Hebu naomba uweze kuniombea shilingi 50,000. Ili niweze kuipata. Nipate kwa kupitia njia yako wewe. Kudra, utakuwa umenisaidia sana. Nani Fei, naomba nikufahamishe tu kitu ambacho huenda ukawa ukijui. Lakini napata shida kwamba kwa nini ukijui. Kipengele mimi ni shemeji yangu, si ndivyo? Kipengele kwa sasa hawezi mimi kunijia hiyo shilingi 50,000. The way tunavyoishi mimi na Kipengele hana wema huo.
Kipengele kunigea mimi shilingi 50,000 for no reason ni kitu ambacho kiwezekana. Alafu kwako wewe kwenda kwa Kipengele kuomba pesa akakudhalilisha akampa mwanamke mwingine, sio kitu cha kushangaza. Kipengele mimi ninaamini pamoja na madudu anaonifanyia mimi na anaifanyia familia yangu, naamini kwamba Kipengele ni mbaya zaidi kwako kuliko kwa kweli. Laiti kama ungekuwa unayafahamu anakufanyia Kipengele wewe, usingemfuata kwenda kumomba pesa. Sio kumomba pesa, hata salamu pia usingempa. Nikwambia tu kitu bwana Faisal, wewe umekuwa mvivu sana. Wewe unachotakiwa kufanya kwa sasa hivi ni kutafuta kazi, uanze kujitafutia kujiingizia kipato chako mwenyewe. Kuomba si vizuri. Alafu unaomba shilingi 50,000. Kweli fei shilingi 50,000 wewe na kushinda? Yaani uamue kuchakarika shilingi 50,000 na kushinda? Ni kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo ndo kama hivyo. Mimi naomba tuweke akilini. Kipengele sio mtu sahihi kwako. Na usitegemee kabisa kwamba Kipengele anaweza kutoa pesa yake mkononi na kukukabidhi wewe. Abadan yasiya, labda awe na shida atakapokuja. Kwa makini, tafuta kazi. Acha mambo ya kuomba. Hivi dada, huyu mume wako ana shida gani? Kwa nini unaniuliza hivyo kaka? Kwa sababu ana shida. Ndio maana nimekuuliza. Sijui shida yake. Unajui shida alikuwa na mume wako? Sijui mimi kaka. Kafanya nini kwani? Mimi najua wewe unajua shida alikuwa nayo mume wako. Lakini unachojaribu kukifanya wewe ni kumfichia maovu. Kuna namna fulani hivi unamkingia kifua au sijui unamuogopa au sijui una shida gani. Sasa mimi naomba nikwambie kwamba mumeo mambo anayoyafanya mimi nimechoshwa nayo. Ndani ya siku moja mimi natoa taarifa zisizopungua 20 au 104 kuhusiana na nani? Na mume wako. Kipengele ni kiongozi. Kipengele anaheshimika mtaani hapa. Tena baada ya mwenyekiti wetu serikali mtaa kufariki, naona kama yeye ndo ameachiwa madaraka, anakaa na watendaji kama mtaa huu ameumiliki yeye. Wanamuita sasa hivi ni mjumbe wa mtaa, sio mjumbe wa nyumba 10. Amepata cheo kikubwa lakini anakitumia vibaya kweli. Kingine tuachane nayo mambo ya hao wananchi. Tujizungumzie sisi wenyewe. Sisi tumezaliwa hao wawili, mimi na wewe. Bahati mbaya Mwenyezi Mungu kawachukua wazazi wetu. Katuachia nyumba, katuachia mashamba, katuachia viwanja, katuachia mabiashara. Kwa kuwa wewe ndio ulikuwa mkubwa, mimi bado ninasoma, nikaonekana mtoto. Vile vitu kakabidhiwa wewe, uwe msimamizi. Mungu akakupa mume, umeolewa. Mwanaume wako inabidi yeye ndo asimamie kwa sababu yeye ndo mwanaume. Lakini mambo anayoyafanya sio. Dada, mimi sio kukosa shilingi 2,000. Namwambia shemeji ana shida na shilingi 2,000, ananiambia hana hela. Na kati biashara zinaenda, kodi zinatolewa. Hizi pesa zinapelekwa wapi? Maana yake pesa hizi anatumia kuja kuongea wanawake. Ongea na mwanaume wako. Haya mambo ambayo anayafanya sio. Mimi nimekuelewa mdogo wangu. Nitaongea naye. Uongee naye kwa sababu hii sio fair kabisa. Hii sio fair. Haiwezekani mimi niishi maisha ya taabu wakati pesa zipo. Kuna siku nitakuja nimpige kalala la kichwa yule kwenye medulla oblongata awe chizi kabisa au afe. Huu unyenyesaji mimi siwezi kuvumilia. Ongea na mwanaume wako. Tutakuja kuonana wabaya. Sawa mdogo wangu, nimekuelewa. Nitaongea naye. Uongee naye. Ongea naye, unamuogopa. Mimi najua tu. Kama nilivyokuambia. Vipi shemeji? Mambo ni aje? Safi. Naona stories zimenoga. Nilikuwa naongea na dada hapa, namwambia kwamba sisi bwana ile dabi hatupo tayari kucheza, hata afanye nini. Mlamo. Msicheze vipi? Kwa sekeseke hili mtacheza. Ndio watacheza. Sasa dada, mimi nadhani nikuache. Sawa mdogo wangu. Kwani unafuatilia mambo ya soka siku hizi shemeji? Dada. Karibu mdogo wangu. Kama nilivyokuambia Poa. Aisee, ndugu yangu Kudra, huwezi amini blaza, nimekabwa. Nilivyokabwa mimi nikasema nimpelekee kesi mjumbe. Umeona bwana, nilivyofika pale huwezi amini kilichonikuta.
Salala. Mjumbe alichokifanya, nilionekana mimi nilokabwa ndo mwenye makosa, alonikaba yeye ndo apewe tagi. Hivi kweli katika uongozi huu tumemchagua kama kiongozi ambaye atakayetuwakilisha? Hivi kweli leo ni wa kumtetea mwizi? Anamtetea mwizi kiasi kwamba mimi naonekana mwenye makosa wakati nimekabwa. Yani uwezi amini, yani ndugu yangu hapa shingo. Hivi humu ndani hauna hata hapana ndo angalau nimezemeze ndugu yangu. Koo inauma. Si unanielewa? Hatima yake mimi nikaonekana mimi ndo mwenye makosa kukabwa katika kijiji hiki. Hivi kweli tuna uongozi? Au ndo tunajiongoza wenyewe tena? Sema kweli nimepitia wakati mgumu. Wewe bwana usinichoshe. Kwa mjumbe Kipengele, kama ulikuwa hujui, ili uweze kuwa aweze kukusaidia, tafuta kitu ambacho kina uwezo wa kumsaidia yeye. Yaani muwe mnasaidiana. Kama una faida naye, mjumbe Kipengele hawezi kukusaidia kwa chochote. Kwa hiyo tafuta kitu ambacho kinaweza kikawa kwako wewe ni kama kimkingio, yaani kiegemeo kwake yeye. Ambacho yeye na mimi atakuwa nakitaka, ili wewe ukiwa na issue zako apate ukiwa na issue zako upate unachokitaka. Sasa uwezi amini, baada ya pale alichonambia, akanambia wewe kwanza na inabidi nikutoze faini. Nikasema faini inakujaje hapo? Akanambia faini haiwezekani uje kumshtaki mtu ambaye ana makosa. Siku hizi mtu anakaba hapo apewi kesi eti. Hivi inawezekaneje? Kiongozi gani yule? Wewe bwana unachokifanya sasa hivi, fanya mpango. Kama una uwezo wa kifedha, una uwezo wa kuendesha kesi, una uwezo wa kupambana na mahakimu huko, kwenda kufungua majarida ngazi za juu, uende ukafanye nini? Ukafungue kesi, ukafungue nini wanasema kutafuta rabii polisi, ili kesi yako iweze kufanya nini? Iweze kwenda vizuri. Ingawa pia huko inabidi uwe makini, kwa sababu sasa hivi nasikia kuna maafande ambao wanang'ang'ania watu alafu hataki kulegeza kamba, wameimbwa mpaka kwenye muziki. Kuwa makini. Alafu kingine, wewe bwana ni mzembe. Wewe bwana Karimu ni mzembe sana. Mimi sikutegemea eti mtu mwenye mbavu kama wewe unakabwa. Yaani unakabwa na nini? Yaani kilichokukaba wewe nini? Yaani wewe kitakukaba hapo sasa sababu ukabwa na tonge la ugali au kiasi cha kuchemsha. Lakini eti mtu anakukaba. Yaani mtu anakukabaje? Yaani mnacheza, mpo uwanjani au bado niingia akilini. Labda tu umekuwa mzembe. Wewe ni mzembe sana. Ina maana mimi kukabwa ni uzembe, au sio bwana? Mzembe. Unakabwa? Baba, kabla hujafa hujafanyaje? Njombika. Tuko pamoja. Utakuja kunihadisia yule mkabaji ana huruma. Mbaya. Katika kijiji hiki hatumtaki. Huyu kiongozi mwenyewe huyu hapa huyu. Tunakuja kumfurusha mwaka huu. Hatumpi kula zetu. Pumbavu zake. Karibu. Sasa hizi. Salama, karibu. Asante. Vipi na mizigo yako? Mume wangu kanifukuza. Kwa hiyo nikaona nikimbilie kwa mjumbe ili uweze kunipa hifadhi. Mke wangu, hivi unamuelewa kweli? Mimi nimemuelewa. Wewe hapa cha kufanya, beba mizigo yako rudi kwa mmeo. Mimi hapa ni mjumbe na tatua kesi za watu tu. Mimi sihifadhi watu hapa ndani. Cha kufanya, nyanyua miguu yako na mizigo yako rudi kwa mmeo. Lakini mjumbe, wewe ndio kiongozi wetu hapa mtaani. Nikaona sina sehemu yoyote ya kwenda. Nikaona nije kwako ili uweze kunipa hifadhi ndani ya miezi 6 tu mjumbe wangu. Miezi 6? Yaani sio miezi 6, hata hiyo 3 hiyo haiwezekani. Mke wangu, hivi unamuelewa kweli? Na umekaa kimya tu, yaani kama vile unaona jambo liko sawa hili. Mume wangu, mtu kashakwambia naomba umsaidie. Msaidie basi, wewe ni kiongozi hapa mtaani. Ukifuata protocol za kikazi, huyu bibie mimi namtimua rudi kwa mmewe. Mimi hapa sihifadhi watu. Lakini kama unataka tuongee, mimi kama mmeo kiundugu sasa, nje na masuala ya ujumbe, nje na masuala ya uongozi,
Labda uongee wewe, mimi nakuachia wewe mke. Mjumbe, hapa nilipo mimi nimepigwa na amenifukuza. Siwezi tena kurudi kule mjumbe, naomba nisaidie hifadhi tu. Sina sehemu nyingine ya kwenda mjumbe, nikaona bora nije kwako unipe hifadhi tu ya siku 2-3. Haya, labda kwa hizo siku 3, lakini ufanye mpango uondoke hapa. Kalaga baho, sema sawa sasa. Utoke kweli.